Bethel Clouds TV, empowering lives. Inaanza kukunyua yake. Bwana Yesu asifiwe. Tulisema watafuruta, watanyonya damu, watajinyonya damu zao, because we have won the battle. Don't worry of the circumstances that we are going through. Sometimes we go through difficult life, difficult situation, difficult compartments, but God is always faithful. It is always good to hear a testimony from the enemy's camp that umetuweza. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati wamepanga true. Jamaa mmoja huko aliniita juzi. Aliniambia wanataka tuongee kama wanaume. And we sat down. Nikawaambia sasa tuongee. Wakaniambia sasa umetupiga sana. Usituongee tuone namna gani. Nikamwambia sio mimi siwapigangi. I have no grudge with you. I have no problem at all with you. I don't have any problem. Why? Sasa tunangangania yeye nini? Yeye yako huko, mimi niko na yangu. Hii ni state house yangu. Na yeye yako na state house yake. Na ninatoshereka na state house yako. So why should I get bitter with him? Sasa hata nyinyi watu wa NSIS wale mko hapa, wale mko kazi, andika tu kwa sababu I know you at work and you must take a report. But tumekaa na nyinyi for this all the time. Mumeona nike mbaya kweli? Ni mbaya? See, I'm good boy. Bwana Yesu asifiwe sana. And it's good to hear such a testimony. Simpigie Yesu makofi. It's good to hear that testimony. I was so happy. Mpaka nimeota doto. Hallelujah. Nimeota. Na doto, mimi sikubukagi doto. Mimi naotaka lakini sikubukagi sana doto. Nikikubuka yako kama niliona ukikufa utakufa. Nikikubuka. Bwana Yesu asifiwe sana. What I see visions. Sasa ukisimama hapa nitakupatia story yako yote kutoka siku ulizaliwa mpaka mahali huko. Na venye utakuwa 100 years to come kama utaishi. Hiyo sasa hiyo Mungu amenipatia hiyo. Lakini ya doto inapoteaga. Lakini ikikuja ile nitashika na itoke. Na itatoka kweli. Page to page. Kwa hivyo hoyaga dikana hoyo kuete tondo ni ugakua. Tusome kitabu cha Joshua aya ya 8, chapter number 8 from verse 30. And tulisoma leo kuhusu the power of the sun, the power of the moon, the power of the star, and the power of tumesema the power of the sun, the power of the moon, the power of the star, and the power of light. Niko gamwagire guthoma kana ni githomo kia muhengecire. What's the difference between the sun and the light? Yes. So we discussed about the power of the sun, power of the moon, power of the star, and the power of the dawn, the morning. That in the morning carries your blessing for the day. How you command your morning, things will be like that. So always in the morning, saa 9 usiku. Saa 9 sio wakati wa kuomba kupigana na mapepo. Hello? Saa 9 si wakati wa kupigana na mapepo.
Kwa wale wanamkanga kuomba saa 9 ni wangapi? Ni wa mkono juu, watu wa saa 9. Tuinue tu mkono. Genuinely. Wale mahoya huko midhi ya Goma saa 9. Inua tu mkono juu. Yes, inua tu mkono. It's genuine. It's genuine. Watu kupambana na mapepo ya saa 9. Sasa hiyo mumeanguka. Hiyo ni zero. We don't fight the demons saa 9. Because that is the time wachawi wanarudi nyumbani. The demons are fought kutoka saa 5 mpaka saa 7. Because that is the time wachawi wanaenda. And the battle starts at 6 p.m. The battle ya kupambana na vita vya kiroho inaanzanga 6 p.m. Because 6 p.m., let me give you some chronology of these things, how they happen. At 6 p.m. ndio wachawi wanagather, wanapigiana simu kuulizana leo tunaenda pande gani. Na saa hiyo ndio wananunua chakula kupika ndio wapange. So between 5 mpaka 8 ni wakati wa maandalizi kupika chakula ndio waache watoto wameshakula ndio watoke. So 6 p.m. that's the time they start the operation ya maandalizi ya kutoka. And this is the time tunaombanga maombi ya kuwa confuse katika maandalizi. It is a prayer to confuse, prayer kurusha confusion kwao. Ndio the time they are planning wakuwe confused. Akikatakata nyani ajikata kidole. Bwana Yesu asifiwe sana. Akipika ugali asahau aende asinzie kidogo ugali ichomeke vibaya. Hello. Akitaka sasa kuanza kujipanga wageni wakuje. Yani unamrushia confusion because that is the time also wanakurushianga confusion. Hapo ndio unaanzanga kutafuta unakuta hauna nini, you just get so busy unasema digodi kesho mode. Medasha road. Si kuna pesa nilikuwa natarajia nitumiwe sijatumiwa, kwa hivyo sijapata chakula ya kuachia watoto. Saa 12 ndio wanarushanga confusion, ndio wana release confusion. Saa 11, saa 12 mpaka saa 1 ndio wana release confusion kwenu. And that's the time also we are supposed to release confusion to them. Bwana Yesu asifiwe sana. Now when you release confusion to them, maandalizi yao yote itasambaratika. What they were planning to do, they will not be able to do. Because umewa confuse, wameshindwa kupika, wameshindwa kuandaa, wamekosa mtu wa kuachia watoto. Yani the entire confusion inaingia. Maombi ya pili kutoka saa hizo unaomba saa 3. Because between saa 2 na saa 3 ndio watu wanakula. So they are preparing now, wakule ndio watoke. Sasa saa hiyo wakati wanakula, sasa rusha mauchawi zako kwa chakula yake, akule afure tumbo. Akule aanze kuhara. Akule mtoto agojeke. Akule kitu kifanyike ndio akose kutoka. Ile time, because they go out timely. Wanapanga. Kwa sababu alipanga saa 11 akapika chakula, saa 12 akapika chakula ndio ajitayarishe by saa 2 watoto wakuwe wamekula ndio saa 3 watoke. So before watoke, just release something. Achilia ugonjwa, achilia matatizo, achilia confusion kwao. Ndio akose time ya kutoka, because wale wanatokanga na masaa. Na wakichomoka, wamechomoka. Hawatu kungoja, watakuchomoka na waende. Maana kuna assembly point. Walisema tukutane Kencom saa 3. So that hiyo saa 3 make sure hafiki wapi? Kencom. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nawafundisha warfare. Saa 3 release confusion completely. Blind them. Akose ashinde mpaka kutoka. Achilia magonjwa kwake, agonjeke tu. Hivyo ndivyo na nyinyi wanawachilianga kwenu. Unakuta ulikuwa unataka kwenda mlimani lakini all of a sudden kunatokea kitu kwako. Unashindwa kwenda. Ulikuwa unataka kwenda prayers, unasikia kitu kimetokea all of a sudden, because they are monitoring you. And they know unataka kufanya jambo fulani. So they release something to alter, kukustop usiende. Sasa hiyo ndio wanaachilia nguvu zao. Unakuwa confused, mtoto wako anagonjeka, mama mtoto wako unasikia kuna kitu tu imetokea kwa nyumba. Unaona gasi imelipuka, so unasema uweze toka maana gasi imefanya nini? Na hujaelewa ni nini imefanya. Sasa hiyo kitu una postpone. Ulikuwa unataka kwenda maombi lakini kunatokea jambo fulani, hiyo kitu una postpone. This is how they have monitored you and they know what you are planning to do. So hiyo inafanyikanga saa 3. Bwana Yesu asifiwe sana.
saa 6 ndio wanatokanga. Wametoka saa 3 saa 4, wakitoka official operation wanaanzanga saa 6 sharp. Saa 5:30 mpaka saa 6 ndio wanaanzanga operation. Ndio wanakuroga, ndio wanaroga mito, ndio wanajikamata anga yako, ndio wanakamata nyota, ndio wanakamata mwezi, ndio wanakamata jua, wanakamata mpaka asubuhi yako wanakamata. So wataoperate kutoka saa 5:30 mpaka saa 8:30 wamekamilisha. Mpaka saa 8 hivi ndio wanakuanga wanakamilisha. Sasa kuna mahali wamepanga the assembly point, mahali wataenda kukutana. Kwa maana waliambiana saa 8 sharp tukutane Kencom, mahali walianzia. So washamaliza kazi. Sasa na wewe Mkristo kuamka saa 8 ama saa 9 kuanza kuomba, utaomba already washakamilisha. Washakamata anga, washakamata mwezi, washakamata nyota, wamekamata kila kitu. Wamekamata mifugo yako, wamekamata biashara yako, wamekamata bwana yako, wamekamata watoto wako, wamekamata kila kitu. So hakuna kitu utaweza. Already they have won the battle. Because waliingia kiwanja hawakupata challenger. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukiingia saa 9 kuomba, unakuta already anga yako ishakamatwa. Ndio unakutanga unaomba, unasahau, unalala. Baka unawaje ukijiuliza gugagatia. Sasa katika ile maombi ndio unaomba Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuabudu na kushukuru. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Shetani, mimi nakupenda sana, maana wewe ndio umenisaidia. Wewe ni Mungu wangu. Basi Shetani, wewe ni mtu wa maana sana. Unakuta amekukorofisha, maana alikamata anga yako. Sasa katika maombi utakuta unarelease, unajikuta unasema kama vile Harrison Sikuri alisema wakati wa Karago, Shetani ya kulide. Sasa unaona Shetani amelida Karago vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuchanganyishwa. Ni maana kule alikuwa kwenye territory, anga ambayo ilikuwa already shakamatwa. Sasa alitumia kinywa chake, alitumia kinywa cha Harrison kuachilia hiyo kitu. Na angalia venye Karago amepatana na maneno magumu. Kila mwezi Karago na skado. Kila mwezi Karago na skado. Moja mabili. Kwa sababu ya nini? Kuna kitu kiliachiliwa kwenye madhabahu. Ati Shetani akulinde. Si anamulinda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi tena Harrison yakuja, lakini alikuwa already ashaachilia. Kuna kucancel na kuachilia. Kuachilia jambo, kusema jambo. Ni Joshua alisimamisha jua. Ni nani alisimamisha jua? Ni Joshua. Alisimamisha jua na second moja, akasema jua lisimame, wapigane vita. Lakini kulivert, it took time. Ni nani alisimamisha mvua? Elijah alisimamisha mvua, lakini kulivert ilikuwa 1 second to stop, but to revert it took him 3 years. Kunena neno unaweza kulinena, lakini kulivert it will take time, because ulinena kwa wakati wake. Sasa reverting itakuchukua muda, because it is not in the timing. Haiko kwenye, yani cancel hiyo kitu not in the season. So you will have to wait until the season ya canceling. Sasa season ya canceling inakuja after 5 years. Sasa utatembelea, uliona Elijah aliomba another 3 years mvua ikuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mvua ilikuwa imeprogramiwa kwa wakati huu, alicancel. Sasa kurudi kwa mvua ingine na ku-uncancel hiyo kitu yote lazima ni miaka mingine 3. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how ulimwengu wa kiroho unaoperate. Ulimwengu wa kiroho unaoperate na program. Because tumesoma hapa iko kwenye jua. Program yote ya maisha ya binadamu iko ndani ya jua. Because that is the one, the sun was meant to come and create season and time. So if the sun has programmed that you are going to be blessed at 25, you'll have to wait hata ufanye bidii gani. Ndio naambianga kutajirika si bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutajirika sio bidii, kuwa na gari sio bidii, kuwa na nyumba nzuri sio bidii, kuwa na mume ama mke sio bidii. Bali ni kuwa kwenye the time. Unaweza kumanage, kuelewa the season and the time. Ukifix yourself, ukitongoza mwanamke in the season, utampata. Ukilima in the season, ndio unaona Wayahudi hawalimangi outside the full moon, because during the full moon ndio season ipo. Are you getting me? They don't invest. Hawawezi kufungua biashara
outside the full moon. Na ukiangalia watu wengi, observe wale watu wamefungua biashara yao inside the full moon. Siku ile kuna kama leo, this week ni full moon. Wale watu watafungua kazi ama kufanya jambo katika this time ya full moon, watafaulu. Hiyo kazi huwezi anguka, maana iko systemized into the full, in the moon, the structure of the moon. Bwana Yesu asifiwe sana. And whoever commanded your morning, wakati uliamuka, sasa saa 9 ni ya kucommand blessing, because ulishapigana na wachawi saa 6 usiku mpaka saa 8 umewamaliza. So because umewashinda, now wakati wanaendanga kurudisha shukrani zao, na wewe wakati huo ndio una program siku yako yote from morning to evening. And how do you program? You program everything. I say, hello. You program what? Everything. Una program mpaka nyoni, ndege wale wanazunguka zunguka. What types of bird wanazunguka? Kuna birds ambazo zinakuanga ni mbaya, na kuna nyoni zinakuanga nzuri. Kunazo zimetumwa, kunazo zi monitoring spirit. You command them waondoke kwenye maisha yako. Una command usikutane na ndudu, maana ndudu inaleta nini? Kifo. Una command kila kitu, ndege zote mpaka makuku unazicommand. You speak to them. Una command wanyama wote mpaka mang'ombe, mambuzi, maumbwa, mafisi, kila kitu you command them. That is why you see the Bible says you will triumph over snakes and scorpions and they will not hurt you. Why? Because already you have commanded the snakes and scorpion. The bones umezivunja vunja, hata ukikanyaga juu yake haziwezi zikakudhuru. Una command anga yenyewe, hewa, hali ya hewa unaicommand. Maana wachawi wanaweza kutuma mvua, they have the power. Wanaweza kutuma mvua mahali mnaenda kufanya crusade, mvua inanyesha. Tulienda Kasarani, Githurai, wakatuma mvua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kukanyesha, tulikuwa na askari wale saizi wako Haiti, wa GSU, walikuwa wamekuja ati ni makomando, wamekuja tuimbe. Na wakakuja wakagrab the whole thing, crusade ikakuwa ni yao. Umialika watu, mapolisi, wamekuja ni mapolisi ati kwa sababu ni comrade, ni waimbaji, wanakuja wana take over kwa sababu wamekuja na uniform, na wana take over. Naye Mungu akafanya nini? Akalete mvua. Mvua ikanyesha, wakanyeshewa mpaka wakaloa maji. Wakati waliloa maji, mimi nilienda nikaitisha huyo jamaa. Walikuwa naomba wakizuia mvua, katika jina la Yesu tunakana mazaa. Wakaomba 3 hours. Mvua venye wanaendelea kuomba ndivyo mvua inaendelea kushuka. Sasa mimi nilienda tu nikamuitisha microphone, nikaona hataki kunipatia, maana hataki kushare platform. Mimi ndiye platform ni yangu, lakini hataki kushare platform na mtu wa Mungiki. na mic ni yangu, platform ni yangu, crusade ni yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilienda tu nikamuitisha microphone, nikamwambia nipatie microphone dakika moja. Nikaomba microphone kutoka kwake. Nikamwambia simameni kwanza kidogo, wacha tuongee na huyu na hii mvua. Nikaambia mvua, wewe mvua, wewe ni wa Mungu na hii crusade ni ya Mungu. Tunakuamurisha sasa, enda utulie kama masaa 5. Tumalize kazi yetu, tukimaliza tu urudi. Mvua ikakatika wa. Nikaona watu niangalia hivi, wakashida umetumia nguvu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka wakaenda, niliwakuta na hapo nyuma wakiuliza, hiyo ni nguvu ya Mungu kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakiwa hapo, tukaendelea na crusade tukamaliza. Lakini wacha crusade imalizike, ile mvua ilinyesha, kagarika huyu kaliinuliwa kwa maji juu hivi, kalitembelea juu ya maji. Ilinyesha, maana tuliambia tukimaliza crusade ukuje, na ilikuja. Bwana Yesu asifiwe sana. We got the power. Hivyo ndivyo wachawi wanafanyanga, na hivyo ndivyo sisi watu wa Mungu tunafaa kuifanya. Wewe kama Mkristo, you got those powers to control the sun, the rain and everything. Na hiyo maneno yote unaicontrol katika mida ya saa 9, saa 8:30 mpaka saa 9:30, saa 10. Hapo that's the time you command. Una command miti, una command mvua, una command hewa, una command kila kitu ambacho kina exist. Maana hewa ni iko na uhai, miti iko na uhai, wanyama wako na uhai, biashara zote ziko na uhai, kila kitu unaona kiko na exist hapa. Hata hii nguo unamevaa iko na uhai, maana hii nguo inaweza kukuua. Si watu wanajinyonga kama hii yaka kakitu, hii kina uhai, kanaweza kukunyonga. Nikikavuruta vizuri utaona ameanza kukodoa jicho, maana kako na power ya kufanya hivyo.
Bwana Yesu asifiwe sana. That is the time, that is the sequence of how you pray. If you program your prayers and the program, ndio naona Muislamu ametushinda. Maana ako na maombi ngapi? 5 per day. By the time ameenda kulala, amekutana na Mungu wake mara 5. Wewe apart from kuombea chakula, ni masaa mengine gani unaombaga? Na hiyo saa 9 which is outside. Maana saa 9 ndio unaendaga kupigana na wachawi. Ninavunja ngome zao na karama kandoro. Na jamaa amelala amengorota, ashamaliza kazi yake. It is not about how you best know how to pray. It is about nani aliwahi mwingine. Ni nani aliinua madhabahu mbele ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona tunalala hapa. Kesho tukienda kanisa tunalala wapi? Hapa. Ndio tufunge anga wasikuje. Usiku huo ukitoka huko kunazunguka. Maana that is the time they are also commanding. Wanafunga makanisa zote. Wanazunguka ile roundabout, wana confuse watu, ati watu wakikuja. Kuna mtu amenipigia simu saa hii wakati tumemaliza ibada ndiye amefika hapa. Na alikuja mpaka hapa akatafuta kanisa akakosa, akaenda. Ameenda amejikuta Central Police Station, amerudi amejikuta Parliament, amepata Uhuru Park amejipata. Maana kwenye roundabout hapo ndiye alipotelelea. Nilimuuliza ulifika kwenye roundabout? Hadi hapo ndio nilipata confusion. Kwa nini? Maana wachai waliweka confusion kwenye roundabout, ndio ukikuja upotee njia uende. So by the time you realize, unarealize mahali ulikuwa naenda already wakati service imeisha. That is wanakuachilia. Maana ilikuwa tu kukuzuia usiingie kwenye service. Because they have already programmed. Wameprogram system zote. Wameprogram wewe kukuja, hata miguu yako imewekwa uzito, fikira zako zimekonvertiwa, nyanya yako wameenda mpaka kwa nyanya yako amengonjeka, wameenda kwa mama yako amegonjeka. Sasa hiyo wakati tunajitayarisha tu kutoka, ndio unasikia kasimu kanakuja. Aterere. Mami yako ai. Na leo tumroletie thibitari. Sasa hiyo unasema huendi kanisa, ukibie wapi? Ukaangalie mama yako. Ukifika kule unaambiwa wanadeko kwete urua daktari amunegera aspirin igere. Because the whole thing walikuwa wanataka kukuondoa hii Sunday usikuje. Maana hii Sunday ndio ilikuwa siku yako. Ndio ilikuwa time yako ya kufunguliwa. Ndio ilikuwa cycle yako ilikuwa inafika leo. Sasa katika ile cycle ndio wanakudivert. Ndio wanakuelekeza kwingine. Ndio cycle hiyo ipite. Sunday nyingine utakuwa at peace, hata utakuwa na pesa mingi ya kukuja. Lakini time yako ya kufunguliwa isharuka. So itakaa tena miaka, kama wewe unanaka cycle ya miaka 2 ama miaka 3, utakaa kwenye cycle ya miaka mingine 2. Si ati wahubiri hawajui kudeliver watu, lakini you are outside. Lazima tungoje mpaka cycle ifike. Ndio naonanga mtu amekaa kanisa mpaka amechoka, amerudi nyumbani. Akiwa nyumbani unaona deliverance yake imeanza kufanyika akiwa nyumbani, mpaka anasema haya uko modo ikalamusha nganiguo gai amusheragera. Hapana, ni cycle imefika. Ulifunguliwa, lakini you have to wait until the time for deliverance. Nitie huyo mama na huyo mama, hawa wawili. Simameni nyinyi wawili. Simameni wewe na wewe. Wewe huyo. Neighbors. Nedeni mpige raudi mwende mpaka kwa washimani pale, mwingie hapo ndani muoge uso alafu mkuje. Mumeweza? Alafu wamekaa pamoja wanarushiana mapepo ya usingizi. Dona giza makerota. Ya umudumio dona katerere. Nikajua anapiga pepo fulani. Kuna pepo anapiga. Mnanielewa sasa? That is how to command your season, command your day. Maombi sio maombi tu, maombi inakuwa program your prayers. Ndio naona Muislamu wako mbele, Muhindi yako mbele. Wa Catholic pia wanaombanga maombi kama hiyo. It's program, season. Hata Yesu alikuwa anaenda usiku, anaenda na program vitu zake zote. By the time akiamuka asubuhi, the asha command. Ndio unaona hakuna wakati Yesu aliombea mtu. Ama kuna mahali kwenye Biblia aliombea mtu? Kuna mahali kwenye Biblia aliombea mtu? He never prayed. He commanded, because already alicommand the healing. Already aliitisha healing. Na akaonyeshwa kuna mama atakuja ana bleed for 12 years. Anaonyeshwa kila kitu ambacho kitatendeka in the day.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu ambacho kitatendeka in the day ashaonyeshwa. So yeye wakati usiku ni kuomba na kufunga. Again, wakati unaomba na unafunga, una seal hiyo maombi yako. Kama unaombea mtoto wako, una seal hiyo ombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni kuombea, unaombea mifugo yako, unaombea mizigo na una seal. You covenant, you make a covenant. Hiyo prayer, kama ni ng'ombe yako unaombea, una covenant. Kama ni watoto wako, una covenant. Kama ni shamba yako, kama ni kazi yako. Then after you have done the prayer, because the prayer is always done mahali umeinua madhabahu. Kwa nyumba yako kuna mahali unafaa kutengeneza, mahali unaenda unapiga magoti, unaomba hapo. Ukimaliza maombi, unatoa sadaka, unawekelea hapo. That is now you have sealed. But if you leave your prayer out unsealed, itafunguliwa. Maana wakati ulikuwa naongea, shetani walisikia. So you seal it with a sacrifice, with an offering. You give an offering to capture, you seal it. So hiyo sadaka umeweka, utaiwacha tu hapo mpaka Jumapili wakati unakuja kanisa, unaibeba unailete. Bwana Yesu asifiwe sana. But every prayer you do, kama ni a prayer hiyo ya kuombea kitu, you do a sacrifice or you do an offering hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. You have made a covenant, you have covenanted it, you have sealed. Anything that you do in terms of a prayer, you seal it. You don't leave it open. Leave open, wataingilia because wamesikia. Shetani hawajuangi kama uko na gari. Shetani hawajuangi kama uko na kitu, kama baraka zako hawajui. Wanaongojanga mpaka itolewe na nabii ati wewe utabarikiwa, uko na gari, uko na shamba. Wamesikia. Now they start working from there. But before that, they did not work because they hawakuwa wanajua. They didn't know kama uko na gari. They didn't know kama uko na shamba. They are clueless until hiyo maneno imetajwa. So ikisikia maneno ndio unaambiwa, ukisikia nabii amekutolea unabii, immediately amuka. Kama ni katika mahali kama hapa, amuka na sacrifice. Njoo ucovenant, uifunge, uiseal. Ndio wasisikie tena. The sacrifice inafunga. Ndio nananga wachai wakienda kwa waganga, naendanga na kuku mweusi, kuku mweupe, mbuzi. Kuna sacrifice lazima apatie wangwana ndio wa seal. Everything, it is about sealing, capturing and sealing, capturing and sealing. Because they are awake, that's why we have monitoring spirits. Monitoring spirit ni za kumonitor, huyo ameambiwa nini, huyo ameambiwa nini. So they know how to kutoboa mashimo. Ndio naona mtu ametabiriwa miaka mingi, lakini there is nothing happening because ulitabiriwa na ukanyamaza. Amen, amen. Kazi yako ni kusema amen, amen, but you never sealed. Now they go to work against you. Ndio naona mtu tunatembea, unaona mtu ameinuka, akifika mahali unaona tena ameanza kurudi, kwa sababu kuna mahali injini yake ilitobolewa. Halo, mnanielewa? Lakini tuko pamoja. So about prayers, it's about understanding the systematic ways of how God deals with people and how God deals with you spiritually. Spiritualism is not the Christianity way we are living. Spiritualism is understanding the principles and systems of heaven. The principles and the systems of heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Failure to that, you cannot be able to succeed. You can hata ukuwe muombezi. And that's why unaonanga intercessors wengi wa makanisa, they are poor. Because wanafikiria kupiga maombi ya masaa 5 ndio kutajirika, ndio kuipenya. Muislamu anapiganga maombi ya dakika ngapi? Less than 5. Now they are more successful than us. Bwana Yesu asifiwe sana. They are more successful than us because they know what time. Kila masaa katika maombi ya Muislamu, kila saa 11, saa 2, saa 7, saa 11, saa 2 ni masaa programmed according to how their demonic operations operate. So it is all about understanding the systems of God. It's all about understanding how do you approach God, how do you go before God.
There is a formula on how you go before God. How do you pray? Ndio ukuje na uombe jeria muka uende tembea huko kidogo. Ndio uweze kutembea, ndio uweze kukaa katika system za Mungu. Lazima kuna approach ya kuingia kwa Mungu. Ni kitabu gani inaongea kuhusu Solomon? Ni 2 Kings, the prayer of Solomon. 2 King chapter? Somebody get us. 2 Kings. Is this first Kings? Or 2 Kings? First, I know it's first, yeah. Able to patie ndio tufungue. Ndio understand the systematic. How do you pray to God? How do you enter in the spiritual realm? Do you enter like you are entering like you are entering your bathroom or toilet? God, there is a way you approach to God. There is a way unaingia unaanza kupenya kwa Mungu. There is a way you prepare the grounds towards ile kitu unataka. Hauingii tu baba, ninakuomba wewe ni Mungu wa miungu yote, nisaidie gari baba, nisaidie chapa, watoto wangu wamefukuzwa shule fees baba. Hiyo ni ujinga. Utapiga tu makelele and you are wasting people. Kwanza ukiwa ni wewe unakaa kwa nyumba ya mabati na kuna neighbors, unapigia watu makelele bure tu, because it won't work. Umepata? Ni yeah, and tupatie 1 King 8:22. 1 Kings 8:22. Si Joshua, tupatie 1 Kings kwanza, tutarudi kwa Joshua. 8:22. Yes. Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel and spread out his hands towards heaven. Hii ni ile alijenga wakati alichinja mbuzi ng'ombe Gibeon, in Mount Gibeon. In Mount Gibeon. I want us to be in Mount Gibeon. Are we there? Andika to Moses in Mount Gibeon. See Moses, Solomon. Si hata wewe unakuwa unatafuta ama unataka kutafutiwa tu. 2 Chronicles. 2 Chronicles chapter number 7. Yeah. Hebu weka tuone kama ni in 1 King. It's supposed to be in the 1 King. Yeah? Yeah, 1 Kings chapter number 3 from verse 40. Yeah. 1 Kings from verse 40. 4. Chapter 3. Chapter 3. Verse 4 to 28. Situpatue tu kama unapenda. 1 King chapter 3 from 4. And the king went to Gibeon to sacrifice there. For that was, remember, this man was already a king. Si kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Timohali wale watawe. Natani. Bwana Yesu asifiwe. Already this man was a king. So, and the king went to Gibeon to sacrifice there. For that was the great high place. So these kings, they identify a place where they go to do the sacrifice. Solomon used to offer 1,000 burnt offering on that altar. He used. Hello? Are you getting me? This is a king, but he used to slaughter there. Over 1,000 burnt offerings on that altar. So it is an altar that was existing. That is principle number 1. That you must have an existing altar where you will execute your authorities. For you to command the sun, you must command the sun from your altar. For you to command the moon, the sun, everything is commanded from the altar that you controlling. You don't take your battle in somebody's altar.
Ile sababu Elijah alifaulu kushinda manabii 400. Aliwashinda manabii 400 kwa sababu aliwaita kwenye altar yake. Kama angeenda kwenye altar ya manabii hao, wangemgonga. Hiyo milako zao zingefanyika, hizo vitu zao walikuwa nataka zifanyike zingefanyika. But he knew, he was skillful to understand you must operate from your own altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 5. And Solomon at Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream at Gibeon after he did the sacrifices. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. Kwa hivyo baada ya kuinua madhabahu alienda kalala. So God has appeared to him at night in a dream. So I'm talking to those people, Christians, ambao munaombanga mukiomba vita. Unazunguka nyumba hii karibu kilomita 15 ukiomba. You are not resting. Atehoire utukomogima. That is stupidity. This man, after he did the sacrifice, he went to sleep. Because that is the time now God will speak to you. You must give God time. You must prepare God to come to talk to you. Huwezi kuwa ramakandoro bozeria kutoka saa moja remekangandoro ribaba shendere saa 2 ya masakata saa 4 kototototo saa 6 kandandandanda bam saa 8 dindindindi saa 11 zizi. Yani umeshinda ukipiga makelele. That is noise making. That's not prayer. A prayer is formulated, is a formalized. Ni kitu systematically in a formula. Now, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I shall give you. So God appears after you have done the sacrifice. That is when the God will appear. Are you getting me? God will appear after you have given the sacrifice. The sacrifices are meant to bring God. When Abraham akiwa Mount Moriah, after he gave a sacrifice, God appeared to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Gideon, after he gave a sacrifice, God appeared to him. It's God appears to you after the sacrifice brings the presence of God. And when the presence of God comes, inakujanga with a promise. Every time you give a sacrifice, the presence of God will come. And when the presence of God comes, it comes with a promise. God cannot come and never give you a promise. He will appear to you. And once he appears to you, he gives you a promise. Because it is in the season. And verse 6, please, quickly. And Solomon said, you have shown me. Now look at how he's praying. The prayer. Now he has already spoken to God. Because it is God speaking to him. He has already connected with God through the sacrifice. The sacrifice opens a connection. A portal. Sacrifice inafungwanga portal ya connection na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikifungua hiyo portal ya connection na Mungu, kisha sasa Mungu mwenyewe anakuja kukuuliza ulikuwa nataka nini? Miana nimesikia moshi imekuja. Ndio walikuwa wanachinja, wanachoma, ile moshi inapanda mpaka juu. Mungu anasikia harufu ya moshi. So maana amesikia harufu ya moshi, anasema nini? Anakuza niambie ni nini? Nimesikia ni kama umeniita. Maana hiyo harufu ilikuwa ya kuita Mungu. Nimesikia ni kama umeniita. Kwa hivyo God is already engaged with you. Amefungua mlango ya engagement. When you do the sacrifice, you open the engagement platform. Sasa katika engagement platform, that is where you get it or you lose it. Not at the sacrifice. You lose it at the engagement platform. Because God now asks you, nimekuja, ulikuwa nimesikia, ulikuwa unanitafuta, ulikuwa unanitafutia nini? Sasa akamuuliza Solomon, you have shown, ask what you need. I want to give you. Now akamwambia, this is how he started. You have shown great and steadfast love to your servant David, my father. He started by not himself. He started by praising God. Na kumwonyesha umefanya jambo nzuri sana kwa baba yangu. You are a God of my father. Yani alianza kuinua Mungu, praising God, lifting. And that is why in church we must program ourselves in a system that kutoka wakati tulianza the first service mpaka wakati wa praise and worship mpaka wakati wa mahubiri, this thing must go systematically as a worship.
Sio kidogo kidogo huyu amekuja, kidogo kidogo huyu ameingia, kidogo kidogo huyu amekuja na mambo yake, kidogo kidogo you interfere with worship. Worship is systematic, well organized. Ni kitu kina flow from one point to another point. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kitu kinakuja huyu kaka kidogo tunaita huyu anakuja na sarakasi zake, tunaita huyu anakuja na sarakasi zake. The flow inakatika. Because this guy now, he understands God when he has come, he is waiting for the systematic flow. How do you communicate with him? Akasema, you have shown me, you have shown great and steadfast love to your servant David, my father. Because he walked before you in faithfulness. Unaona sasa, the connection, I may identify the connection that I am also enjoying the same connection. That my father walked in steadfastness, faithfulness. Alitembea na ukweli, alitembea na haki. This is my father. So I am banking on the platform ya my father. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must have a banking. Where are you coming from? What kind of foundation are you? Umelelewa na nani? Ndio na maana asubuhi niliwauliza, who is your spiritual father? Who was your spiritual father? So that I may be able, msingi wako ni mgani? Maana naweza kuwa nikifikiria unakuanga na msingi na hauna msingi, haukujengeka kwenye msingi wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana katika ule msingi uliojengwa, hapo ndio Mungu anasimama. Because Mungu anasema katika 2 Chronicles anasema namna gani? Muamini Mungu naye mtafanywa nini? Atakujengea msingi. Katika kuamini Mungu na kumfuata Mungu na kukaa jinsi Mungu ametuambia, inatengeneza msingi, the foundation. Trust in God and believe in God and he will establish you. Establishment ndio foundation, ndio msingi, mahali pa kukanyagia. Sasa wewe nikuulize, ndio ukuje nikuvunjie madhabahu, umetoka kwenye msingi gani? What is your foundation? Kihumo gyaku ni ki? Muthingi waku ni uriko? Muthingi ucio no wari iguru ryaku. Huo msingi unaweza kuzungumza. Maana huyu jamaa alirealize, mimi sina historia. Solomon alijua he didn't have a history. So he banked on the history of the father. Alisimama kwenye msingi wa baba yake ndio apokee neema, apokee kibali. Msingi wako ni gani? Kama hauna msingi na unajua ulitoroka kanisa hilo, ulitoroka, wewe ni mwizi, wewe ni mkora, wewe ni jagiri, kuja hapa utengeneze msingi wa hapa. Kuja hapa ujishikanishe, ndio blessings kuje. Maana ulipokuja nilikupokelea tu hivyo. Na nilipokupokelea, nilipokelea kwa sababu wewe ni Mkristo, sikukwambia toba. Kwa hivyo siku kuhamisha kwenye msingi ulikuwa, nikuleta kwenye msingi huu. Kwa hivyo nitakuacha tu uendelee, lakini kumbe hauna msingi. Kwa hivyo hakuna baraka hata moja, maana baraka zinakuja kwenye msingi ulioandalika. So ndio na jamaa huyu alijiandaa kwenye msingi wa baba yake. And because he walked before you in faithfulness, in righteousness, in uprightness of heart towards you. Alimsifia baba yake. Aliambia Mungu, huyu mtu ambaye mimi ni mtoto yake, alitembea kwa ukweli, alitembea kwa haki, alikupenda, ni mtu mwenyewe, msingi wake ni thabiti. So once aliconfront Mungu na msingi wa baba. Sasa wewe katika ukikuja hapa, una confront Mungu na msingi wa nani? Halo, wewe ni gaidi, ulitoroka ile kanisa, uliwacha kama umefanya mavituko, ulitoroka ile kanisa, ulitoroka ukakimbia hapa. Na hapo umekuja umejificha, ndio unataka kukaa huko kama mahali kamera haiwezi kukuona, ndio wale wasikuone unaedaga wapi. Todo wewe mkora wa kiroho. So there is no blessing unaweza kupata. Because hauna baraka zote za Mungu zinakujanga, sio kaga haria siroka. Besa sinoka kwao. Put the money where the money is. Bwana asifiwe sana. Baraka haiwezi kukuja kwa yenyewe. Yaani kwenu hakuna baraka. Baba yako ni jagiri, ni mwizi. Baba yako ni kila kitu. Wewe sasa hauna msingi, hauna hata chochote. Baraka ndio uitafute, lazima utengeneze sasa foundation yako. Ndio baraka zipate kwa kukuja. Believe in the God of this altar. Ndio nasikia watu wanasema, wewe Gai wa Joshua, Gai wa Abrahamu na Isaka, kwa sababu tunataka kujiitanisha na msingi wa Abraham. Maana msingi wa Abraham ulifanywa covenant, inaitwa Abrahamic covenant.
So ndio naona watu wengi they want to establish themselves na msingi wa Abraham. But msingi wa Abraham, you don't have a ground on it. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't have a ground on it because already you are not even a believer. You are a church goer. You are not a believer. Most of you are church goers. You come to church because of coming. Coming to church does not establish you. Coming to church does not make you become a Christian. Or being a Christian does not qualify you to get the blessings of God. Because you can be a Christian but a fake one. I don't know whether you're getting me. So you have to have an establishment. Solomon explained to God, I am coming from the ground of my father. So maana yeye hakuwa na msingi, hakuwa na mahali pa kwenda, hakuwa na kitu cha kupeleka mbele ya Mungu. Alichukua historia ya baba yake, na alipotembea na historia ya baba yake, tuendelee tafadhali please. And righteous and upright of the heart, and you have kept for him this great steadfast love. Ameondoka kwa baba yake, sasa ameenda kwa Mungu. And you have kept for him. Na wewe Mungu umemwekea upendo ule tu wa baba yake. Sasa yeye ana cling, ameshuherera baba yake, na amesema hata fadhili zako bado umemwekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye hajajitaja hata kidogo. Ametembelea kwenye fadhili za baba yake, maana anajua hana msingi yeye mwenyewe. Baba yake ndio yako na msingi. And you have kept for him this great and steadfast love, and have given him a son to sit. You have given him who? Tuko pamoja kweli? Who? You have given him who? Yeah? Ongea kama mmekula. Si mmekula madasi sahi? Edi akola mukire madadi haha. Nyamotige hona kamwe. You have kept for him who? David. Sasa anashukuru Mungu, anaambia Mungu, yani hata umeendelea kuheshimu David mpaka umechukua mtoto wake umemweka kwenye kiti. Hakuna mahali Solomon amejitaja, anataja baba. Na sasa ameconnect baba na Mungu. So because what is the platform? What is the intention ya huyu jamaa? Ni kuinua a platform ya David. Ndio kwa sababu ilikuwa na quick connection na Mungu. Because God alikuwa anasema this is a man after my heart. So alijua siri kubwa si yeye aanze kujiestablish, si yeye aanze kuongea ama conversation mpya, afungue kitabu mpya which will take long to be understood. He used the already existing book. What book do you have? Jiulize sasa maswali. Uliza mwenzako hapo, ni kitabu gani ambacho unakitumia hapa? Ndio hiyo baraka ya Mungu ikuje kwako. Ni ifuku rireko huthagira. Uhuthagira yako wa elimu. You are a partner kwa elimu. Sasa hiyo ndio natumianga. Ulikuwa kwa elimu, kwa Anglican, sasa uko pefa, hapa unafanya nini? Hapa ukakwama. Na sasa wewe unakuja kufanya nini hapa? Kama ulifikisha kijana, si umfikishe uende. Sasa foundation yako ile unasimama nayo ni nini kinaweza kukuestablish kwa Mungu? That's a question. Hiyo ndio mafundisho nataka muelewe. Ni nini kinaweza kukutetea mbele za Mungu? Maana Solomon hana kitu cha kumtetea ila baba yake. Yeye mwenyewe hana. Lakini sasa kwa sababu hana msingi wa kujisimamisha naye, amekuja na msingi wa baba yake. Sasa wewe unaendanga mbele ya Mungu na msingi wa nani? Are you getting me? So katika ulimwengu wa madhabahu ni msingi ndio unasema. Sio venye umeokoka. Unaweza kuwa umeokoka lakini you don't have a foundation. Hauna backward. Uko nyuma, hakuna kitu kinaweza kuangaliwa kwenu kisimamio nayo. Ndio unaona Hezekia wakati aliambiwa atakufa, alirudi kwa Mungu akamwambia, kumbuka kitu kimoja. Kumbuka msingi moja tu nimekuandalia. Kumbuka relationship moja. Kumbuka one relationship between me and you. Mungu kufungua kitabu hivi akapata sio hata moja, ni millions of relationships.
And then from that akaambia Isaya, rudi haraka, rudi haraka, this guy I have a covenant with him. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaka alikuwa naenda Egypt kwenda kulima, kutafuta chakula. Alikiwa kwa njia Mungu akakumbuka, I have a covenant with Abraham. Kizazi chako hakitapata shida, kizazi chako kitabarikiwa kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akiwa ameenda akamwambia Isaac, geuka urudi Ai. Na Ai, kumbuka Ai kulikuwa na ngaragu ya 3 years na jua ilikuwa imepanda 3 years, na before that kulikuwa na jua ingine ya 3 years. Kwa hivyo kulikuwa na jua ya nani? Ya 6 years, lakini kulinyesha mvua moja tu, one day. So kulikuwa dry for 6 years, but God, because of a covenant that he had with Abraham, akaambia Abraham, rudi, Isaka, rudi uende huko na uanze kulima. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika msingi wa Abraham alivuna. Katika msingi wa Abraham Isaka alibarikiwa na akakuwa tajiri because of the blessing. Maneno Mungu alitoa kwa Abraham ya kwamba kizazi chako nitakibariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kizazi chako kitabarikiwa kwa sababu gani? Wewe mwenyewe unategemea baraka za Mungu kwa sababu gani? What is the connection yako na baraka za Mungu? You are not a servant. So what? You are a servant. So what? You are an intercessor. Do you have an altar? Do you have an altar that can fight for you, can defend you? What is the altar? Altar yako ni gani? So why are you here? Mbona hukupeleka mtoto wako kwa pefa? Ukiogelia huko. Kwa muziki wako radhimo nega iwe pefa re. Ni nini ulikujia hapa? Sasa unaona venye unapoteza? Yeah. Uwe niko tote ya gabao. You have a connection somewhere else na umekuja kwa Waroige. Hakuna kitu utapata. Hakuna. Maana kule kwa pefa wakumeinua madhabahu yao na condition zao. Na mimi hapa nimeinua madhabahu yangu na condition zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. So what mtufanya umeinua madhabahu nyingine ya kupigana na ile. Maana kwa jago kugiria mehetwa kana kwa jago kuhujiria kihujuria kuhujuria kula kwanyu mwira kwa muikarete ate. Ni gukudia kwira wikare straight ugu. Ni dahujuria kwanyu. Ni dahura madhabahu makwanyu maja gukuhura to ni megukuria kiuria niko kuguthiete. Are you getting me? For you to get the blessing, you must be in connection. Ndio naona Jacobo mahali popote anaenda anabarikiwa because ya grandfather. Daudi hiyo lineage yote inabarikiwa because of Abraham. Na ndio inaitwa lineage ya Jesus Christ, inaitwa the lineage of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac was the father of Jacob, Jacob the father of Judah, Judah the father of Perez, and inateremuka hivyo mpaka kwa Yesu. Are you getting me? Hiyo ndio inaitwa principle ya madhabahu. Ndio mnaambianga wacheni kurukaruka. Nenda tulia, ukienda kwa nganga tulia kwa nganga. Ukienda kwa Rejo Maria nenda utulie huko. Uinue madhabahu yako. Bila madhabahu hakuna mahali unaenda. Hata ukizunguka noto fita twakutokulia. Adoka kino kena chetoenda kwira ugu. Odigere. Odigere. Ndio batara pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akuje umushikanishe, umutolee dhabihu, umuinulie madhabahu, ashikanishe na hii madhabahu. Na ndivyo umefanya, hakuna shida. Sasa tulia, acha kelele mingi. Tuendelee. And you have kept for him this great and steadfast love, and have given him a son to sit on this throne this day. Verse 7. And now listen to him now. And now, O Lord, my God, you have made your servant king in the place of David. This is now the point. Ameingiza sasa mambo yake personal. Huko kwingine hakuna personal, hakuna personality. Sasa hapo ndio ameingiza kastori kake. And now you have made your servant king in the place of my father David, my father. Although, angalia tena, although I am but a little child. Yani umenipatia kazi lakini mimi ni mtoto. Bado anarudisha mgogo yote kwa nani? Kwa baba. Anataka kujiondoa kabisa. Ndio asionekane baba yake aonekane. Ndio nguvu ya baba yake ifanye kazi.
connection ya relationship, ule urafiki baba yake alikuwa nayo na Mungu ifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe uko hapa na connection ya nani? That is why you need to have a spiritual father. Na uelewe your spiritual father ameitwa kwa wito gani? Are you ready to sit kwa hiyo wito? Are you ready to walk kwa hiyo wito? Kwa sababu hiyo, katika hiyo wito mkiingiana ndio ata command blessing. Akiblessiwa kila mtu anablessiwa mwenye ako kwenye hiyo wito. You might be here lakini we are not together. You are still in Pefa, you are still in Anglican, you are still in Catholic, you are still in kwa mihereka keda. Bwana Yesu asifiwe sana. Although I am but a little child, I did not know how to go out or to do what? Because he doesn't want to rely on himself. Anataka kurely na already an established covenant and altar. Verse 8, please. And that is what we rely on. What is the foundation? Mtu anaitwa Timothy aliambiwa na Paulo, aliambiwa namna gani? Shosho yako Lois alikuwa na imani kama hii. Hata mama yako alikuwa na imani kama hii. Na hii imani ndio naona uko nayo. There is a chain. The blessings ziko na chain yake. Kufunguliwa kwako kuna chain yake. Kubarikiwa kwako kuna chain yake. And this chain you must follow it. This chain you must get into it. And it will help you. And therefore, and your servant is in the midst of your people whom you have chosen. Sasa amerudisha mpaka watu kwa Mungu. Maana anajua dili na madhabahu. Sina madhabahu. Mpaka kwanza nipate madhabahu ndio niweze kuwaleta nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. A great people, too many to be numbered or counted for multitude. Verse 9. Give your servant therefore an understanding. Hello. What is the understanding? Anaomba Mungu, give yourself therefore an understanding. Nipatie connection. Ndiye aliuliza. Ile connection mlikuwa nayo na baba yangu, ninaomba unipatie ka line ka hiyo connection. I need to understand these people. I need to understand the mind of these people. I need to lead these people. But I don't know how. That is what he was telling God. Nataka understanding. I want to have the relationship between me and you. Bye. Dar es Salaam. I need what? The understanding. Once you get the understanding, then you are able to come out. You are able to lead. Because amekupatia connection. Amekufungulia laini yako. Amekukubalisha ukuwe na madhabahu yako. Once you have the understanding is understanding the mind of God. Is understanding the wisdom of God. It is understanding the education of God. It is understanding the principles of God. That one opens now. Now umequalify. Tukifungua kama sasa tunafungua rehab, ilibidi tuende mpaka kwa nakada, tuende kwa serikali, tupate makaratasi zote ndio tukubalishwe kufungua. So lazima ndio ubarikiwe, ndio milango yako ifunguke, lazima ukuwe na makaratasi zote za baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ukuwe na makaratasi zote za baraka, ndio baraka yako ifunguke. You cannot be blessed on somebody's order. Ndio unaona huyu jamaa hajakubali hata dakika moja kuoni hawa watu, kwa sababu anajua si hawako kwenye ground yake. Are you getting me? Hawako kwenye ground yake. He doesn't have legal right to own them as a king. Ndio ametumia channel ya baba yake. Sasa amefika mpaka wakati ameambia nipatie understanding. Give me an understanding to be able to lead these people. Sasa katika kule kupatiwa understanding ndio anapatiwa page yake. Anaambia this is your page now. This is how you shall be doing your things. Kwa hivyo amepata kibali cha kufungua madhabahu yake. Hello. Umenielewa lakini? Kanoko nege na dirane gena. Nini dimutigerete muno. Diruta nage yegashoka kona gutike do mwanyita. Ni mwanyita. Ni muone ulimu hari okorogo kinyete. Yes, that is why you have always gone wrong. And that is why you are in your 11th church. On transit to another church. On transit mnangoja tu YouTube muone ni nabii mwingine anatenda. Muhame muende huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupatie hapo tumalizie.
an understanding mind to govern your people. So he's asking God to give him an altar, that I may discern between good and evil, for whom is able to govern this your great people. For who is able, ni nani mwenye ana uwezo wa kuongoza hawa watu? Na ndivyo wako na akili mingi. Verse 10. Verse 10. It pleased the Lord. Maana amesurrender, ameonyesha Mungu, I am not able. Without you I cannot make it. I need your hand in my movement. I need your hand to move forward. Bwana Yesu asifiwe sana. But sasa nikuja usikilize intercessor wa hapa usiku wakiomba. Ni kama Mungu ni subject yao. Ni kama Mungu ni ndugu yake yule anachunganga ng'ombe kwa Masai. Amekuja akinuka makojo ya mpunda. How they speak to God is like yani anaongea vitu vyake. You don't have a structured move, a structured prayer towards attracting the presence of God. You have to have a structured prayer that will culminate into God coming. And it pleased God that Solomon had asked this. Ni nini ameitisha? Just wisdom. Na kama ni wewe uko na page ya Mungu imefunguka, kama ni wewe, kitu ya kwanza Mercedes, kitu ya pili plot, maguta, kitu ya tatu pesa, kitu ya nne security na mabodyguard ya kukuchunga. Bwana Yesu asifiwe sana. But remember, this man is a king already. But look at how he ameapproach Mungu. Ameapproach Mungu in akiwa si king. Ameweka throne yake chini kabisa. Ameapproach Mungu from his father. Amefuata channel ya baba yake. Sasa wewe utaapproach Mungu kupitia kwa nani? Hello? Utaapproach Mungu kupitia kwa nani? You don't have a father. Hata yule mnasema mko hapa ndio kanisa kadora, you are never a child, you are never a son here. Wewe ni mkora tu. Todo mama ha Michael kana ha nini meko kwa makiadi yako. Meko makeja bia. Aya, unakora utamkuta pale. Utamkuta amekaa kwa kona pale wakiongea huyu Charity na huyu wakinisegenya watoto wangu. Sasa hebu imagine uende sasa kwa Mungu na Mungu alikusikia mkisegenya, atakupatia nini? No, that's why you need to have a father, a spiritual father. This spiritual father ndiye atakusaidia kuwa established. Bwana yeye through connection yake ndio that's unapitisha waya. Bwana Yesu asifiwe sana. That's why you need a prophet, because through a prophet you shall prosper. But if you don't have that, you will never be able to prosper. Utaishi tu katika maisha msingi mazito. Kanisa utahama moja baada nyingine. Atiwadho kwa magirisha kuigana kwa uraba kwa shiria kwa dhikofu ujira madhabahu. Waka kwa need kuiragane shigana. Wewe kwa mudogo haha utaitishwa shilingi 1000 huku kwa Manyuru kwenda kuona Manyuru peke yake ni 4000. Na hiyo sio kwenda kumuona, kukubalishwa kuingia kwa hall ndio akuja waone mkiwa wengi. Personal kuona Manyuru ni 20000. Asi 24 ile ya watu wote kama sasa hivi ni 4000. Lakini sasa ile personal kuingia kwa ofisi yake ni 20k, which is right. Ni mzuri kwa sababu si wewe ndio uko na shida. Ama mtaweza kusema alipatiwa bure. Alipatiwa bure, ulikuwa huko akipatiwa bure. Ati alipatiwa bure, apatiane bure. Hiyo time yake anapotezaga huko akingangana huko, amejenga nyumba, analipa rent, analipa kila kitu. Ati alipatiwa bure. Na umekuja umepata kiti unakalia, alipatiwa kiti bure. Microphone alipatiwa bure. Ametransit. Alianza na kakanisa kadogo kama bati, ametransit mpaka amefika huko. Anakulipisha, analipia ni sawa. Ni venye mimi sijajielewa vizuri. Ndio maana mnanichezeanga hapa. Acha nijielewe tu. Acha nijielewe tu. Mtakuwa mkikuja kuniona kama huna 10,000 nakwambia tembea, enda kwa Ezekiel Mombasa. Sasa unaangalia hesabu basi kwenda kukomboa nyumba, unaona afadhali uniachie hapa.
Nini? No kwelete wa ukorota de nacio. Ne kule mathiaga. Yes. Yeni wethi kwa Rejo Maria. Yes, it is right. No, it is right. Saizi ukipata kainjari kadogo, si unakimbia Nairobi hospital? Ama hospital si mnatoanga consultation fee? Mbona hiyo amuulizangi au ulipatiwa masomo bure? No. Na ule swali. Si mnapata consultation? Ama wengine wanaenda counseling na wanalipa. Lakini ikifika kwa Waroige ulipatiwa bure na nani? Nimesoma, nimefanya theology, nimesoma. Nimefanya investment hapa. Hakuna kitu ya bure hapa nimepatiwa. Yes. Kwa hivyo nikikuitisha 5,000 lete. Na ukiona hauna, enda kule kwa watu hawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hebu niambie ni wapi unaweza kupata mafundisho kama hiyo nimekufundisha? Wale wanafundishana wanalipisha. Lakini sasa nikiwaitisha hata sadaka, ile noti nitapata mingi hapa ni ya kafefite kamekujwa mpaka nakahurumia. Nuna imagine kana noti kakoja to ginya ukakaigwira tha. Ugukora yake, ukikuja noti uguori. Mlikuwa mmekosana nayo. ATM imekupatia noti kama iko straight. Sasa ukikuja kanisa unaikuja eti kwa sababu hii mkono isijue hii mkono inatoa nini. Bako nashaka ino noti. Wiro munene urutakuha ni wakukujura noti. Agweto ko nyamwire eta ko body check yegetha noti ko gucio. Kana bathi ya kuhura noti tondu ingetuthia wikia ATM haria. ATM inakaria noti inakataa inasema hii si ligotenda. Ni ureka kujitwo. Ginya na ATM ikarege kauga no. This is police case. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingine naleta kwa na huyu mama unakuta na shida. Nikimukũranagia na noti hiyo. Nikigukuheteire. Nigethome kuja oguo-ri. Ilikuwa imekukosea na nini? Kwa sababu umehama kanisa kutoka kanisa moja mpaka ingine, wewe ni tourist. Ni zile vitu wild beast. Inatoka Tanzania, Goroko inapanda Kenya. Because you have no foundation. When you don't have a foundation, you don't have a future. You don't have an authority. There is no platform that God can help you from. Mungu anabarikingi watu through a platform. He has established you in a platform. And then he has given you a prophet that you need to sit under. So through the prophet, and I ignite the blessings. Are we together? Thank you. Mumiokoka leo? Wangapi wangetaka kuokoka? Kutokana na hiyo mafundisho nimefundisha. Umeona pale ujinga yako iko mingi. Basi nani wangapi wanataka kuokoka kutoka kwa ujinga? Inua mkono juu. Niwaombe. Simama miguu yako, mwiwe anataka kuotoka kwa hiyo ujinga ya kutojielewa. Kwa sababu hiyo bado ni kiokoko. Is understanding, the understanding of knowing God. The understanding of knowing how God operates. It is not how you think. Si utoke unakaa nini hapo kwa hiyo kanisa kama usaidiki. One, wewe ndio mkorofi. Maana hauwezi kukaa mahali hausaidiki. Pili, inaonekana hauna relationship kwa hiyo kanisa. Hauna relationship na madhabahu. Madhabahu kama inabariki pastor, inafaa kukubariki. Haiwezekani pastor ndio anaendesha gari kanisa mzima. Haiwezekani pastor ndio anakaa mudhaiga nyinyi unakaa kwa nyumba ya mabati. No. Nikiendesha gari unafaa kuwa unaendesha pikipiki. Na sitaki kuona mtu hapa mwenye ana gari. Mwende mnunue hata mwende mkope mtalipa. Hii madhabahu iko na gari. Are you getting me? Hii madhabahu iko na baraka. Hello. Hii madhabahu iko na nini? Iko na baraka, iko na gari. I'm driving a nice car. I own a nice house. Bwana asifiwe sana. I live a good life. Kwa hivyo if I'm living a good life, pia wewe you must live a good life. You must have a connection with me. Maana hakuna siku baraka ni kabagi ni kangu tu kameteremuka. Kabagi kanateremukanga kameandikwa synagogue. Na hapo ndio natoanga burugo yangu. Na hapo kwa hiyo bagi imeteremuka, burugo yako pia iko hapo ndani. Sio kama unanielewa? Haiwezekani. Muradi nyamu gukotanya mushiathi.
Nikiwa hapa nikihubiri najua naonanga choo. Kia mwanamke akikuja naonanga lazima ingie kwa choo. Niko kodhikwe hura metaligo huko kutoa fubi hapa kwa hii mguu. Venye amekuja mguu kutoka bus station huko na mwingine alishukia huko kwa nini? Jogoo Road ndio apate maana baka Jogoo Road ni 20 bob. No, that is illegal. That's spiritually an illegality. There is no way we can have disconnection between me and you. I am your father. Mtoto ya Ruto angalia venye amehangaisha Kenya. Because his father, kama ndi hebu peleka mtoto wako aeke gari kama hiyo na aeke hiyo number plate inaitwa nini? Mood. Alafu aeke zifuzo vitu. Uende kama polisi hata idandia. Within 10 minutes itakuwa imekamatwa. Lakini ni kwa sababu ni mtoto wa mfalme. Now look here, mimi niko katika ufalme. I'm being blessed and you are not getting blessed. No. We mogoroki. We mogoroki wa fio. Digetweka nini ndira thimodeika. Na kafurugo garoka gagakonia package yago huko. Tukiitisha tunaitishanga pamoja. Hiyo package ikikuja. Na ikikuja inakujanga imeandikwa synagogue. Bwana Yesu asifiwe sana. Faili zote zinadropiwa za watu wa hapa. Sasa unakuta faili nyingine zote ni empty. Haijaandikwa kitu. Ugiokira ungine alikuja na tushu kama huyu. Alikuja na viatu alikuwa na kanyaka. Kang. Saizi ameenda unamkuta kuna slippers. Tagu akuje hapa badala ya aendelee mbele na kang. Saizi yako na nini? Na slippers. Na zile loaf hizi za plastic zinaitaje? Hizi za clocks. Ako na maclocks. Na maclocks ikinini ikigia maji ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akifika hapa kwa sababu alitaka kusafiri, alitoka kutoka Donholm mguu ndiye akuja hapa, anatafutanga rafiki wa kumsaidia kutembea. Bolgam. No, we cannot be able to be an altar like this one ambao tunalipa $1 million plus rent peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu unafungiwa nyumba na umetoka kuabudu kwa nyumba ya $1 million plus. Tigana ogoroki. Nenda tafuta kanisa yako. Nenda tafuta kanisa ya rika yako, sio hii. Baraka lazima ziflow. Na kama haziflow kwako, there is no connection between me and you. Yes. Mukome na mumene kuti kudumu gedwara. Kana haya muna hata mugedwara. Roda. Do gedwara. No. But I have to tell you the truth. I'm not here looking for your money. I have money. Kagari sitaki kununua, niko na kagari. Niko na kanyumba kazuri, a very nice house. Diko kohenia. Ati nigetha jikare maisha mega. Ndi na mwana ndirathomithia. Ndai kuheneria ki. Na tubeta twagothi kuri standard ndi na tu. Tiveza cia guthi kuria karumaido cia guthi kuria standard ndi na cio. Supper na lunch na breakfast rucio ndi na cio. Gukuheneria ki. Gufeki muijisa niki. Guhenia ati nda baba katika jina la Yesu Kristo. Baba yakaga. Baka unaguka. Alafu nakwambia Mungu ameniambia ulete shilingi 50,000 ndio madhabahu iaguke. Why should I do that? Why should I do that? Ni kunyorose ukae sawa sawa ndio utengeneze pesa utajirike. Tunabiana tunaenda Raji Serena. Gwetaka haha na gwetaka tu haha. Ati leo nataka kwenda kukunywa chai. Unaona mtu ni brown anakaa black. Akiimagine venye atanipatia pesa niende nikakunywa chai. Na chai ya huko ni shilingi 1,200. Na nikale ka glass kakobe kanatoshana aje? Kale kama madharau. Kale ukipatia shosho ageshagia na kuuliza waje kati. Na sambusa ngapi? 3. Sambusa 3 ni shilingi 1,800. Na nikasambusa kametoshana aje? Tule tumadasi nimeona mkipatia watu hapa. Nani alisema muwe mkitengeneza tumadasi namna hiyo? Tumadasi tu madharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha roho ya umaskini imalize. Ondoa roho ya umaskini. Tafuta connection yako na Mungu.
Find that connection. Inua madhabahu. Kupata vitu za dunia ni madhabahu, si maombi. Wale wanaobaga hapa usiku, dokari ya gari na mahoya mashio maku. Hata kwa sababu umeomba, umekaa hapa mwezi mzima ukiomba, unatoka kule hiyo unaanza kukamata gari za wenyewe na ishika katika jina la Yesu Kristo. Ramarikanta baba. Kwenda huko, wewe ni mchawi. Wewe mrogi. Gari hizo deketo ni moja panisi ndio Yesu. Na kutile gari atishika hapo, kuna gari naona malogo buku zimeteremuka, naona logo buku zimeteremuka katika jina. Logo buku ya nani? Enda bank, upatiwe pesa, ukope gari na ulipe deni. Hakuna gari ya mtu imeachwa kwa barabara. Ama kuna gari ulisikia kuna gari siku hizi zinaachwa kwa barabara. Ati ndio nikupatie muujiza ya gari. There is no muujiza ya gari. It's about jua kutafuta hizi, ujue connection, uende kwa bank ama uende kwa muhidi akupatie gari. Shaba uende kwa mtu mwenye yako na shaba akukatie, uende lands mfanye transfer upate shamba. Simple and clear. Hiyo story nyingine mingi ya miujiza. Ati mugaini yako nigira kiama higure duka. Kiama kiriku. Wage gutumira hakiri ke yako rigire kiama kako ya hakiri yake. Ndoke mwire abe rute hakiri cio achatie ciothe. Utigwo yebuti niguo ngai yako aragie ako huthagire weke bege. Tondu nduri na cio ni amenya nduri na hakiri. Ni astahirie. Aise. Mungu amekuweka akili hapa za kufanya kazi gani? Za kutumia. Alafu nasema Mungu anaenda kunitendea muujiza. Muujiza gani? Muujiza already ashatenda kukuweka kitu ya white iko hapa. Kitu ina operate unaona sasa mimi naongea na nyinyi ni hiyo kitu ya white iko hapa. Hiyo ndio muujiza number 1 na kubwa sana. Ile unaweza kupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Leteni sadaka hapa na msilete 250. Yes. Namba ya 250 hapa kuna. Enda ukakireti rent ya hii nyumba. Hiyo ndio sadaka mtakuwa mkirete. Na kama hautawezana nayo, ole wako. Endeni mkaniweka kwa social media. Mseme Waruge ni mbaya. Nani ajui ni mbaya? Mpaka Ruto mwenyewe anatumana mwenyewe na mapepo zake. Nani ajui? Niwekelea hapa. Bethel Clouds TV, empowering lives.